Najua kwa sasa hivi watu wengi wameanza kupata taarifa za akiba na uwekezaji. Ni habari ya mjini. Kwa kweli akiba na uwekezaji ni habari ya mjini. Lakini kuna dhana ambayo sio sahihi ya kufikiri kwamba wanaoweka akiba, wanaowekeza ni matajiri. Watu ambao wamejipata. Kwa hiyo mtu akikutana na mafunzo kama haya hata kwenye mtandao, ana scroll, anapita, anajua haya hayanihusu. My friend, usipoteze fursa. Habari ya mjini ndio hii. Watu wanawekeza. Kuna mambo siku hizi. Ukisikia UTT, ukisikia Inuka Fund, watu wanainuka. Usipotezee. Kaa chini, nifuatilie, twende pamoja. Huu ni mwanzo wa mwaka. Tunavyofika mwisho wa mwaka huu, hakikisha umeanzia ulipo kwa kuwekeza. Karakana Mkwanja ndoto yake ni kutengeneza matajiri Tanzania. Tunataka habari ya matajiri isiwe ya wachache tu. Sisi wote tunaweza. Na mnakumbuka tulishatengeneza definition yetu ya utajiri. Haina viwango. Aliyekuwa ana uwezo kuwa na milioni 10, kipato chake cha milioni 10 kwa mwaka, akitengeneza milioni 20, huyo tajiri tayari. Kwa hiyo napenda kuanzia na vitu vichache ili kila mtu ajisikie mhusika. Endelea kutusikiliza. Hii ni ni season 2 ambayo tunakwenda na financial planning, ambako tunafanya mipango. Tukiwa na maanisha kwamba jitathmini kipato chako ni kiasi gani, lakini ndoto yako ni kufika wapi kwenye kipato. Na kama tulivyoeleza, ukishakuwa na ndoto kubwa na mikakati yako lazima iendane. Hatukiishia tu kwenye kutafuta. Tukasema na matumizi, kwa sababu kutafuta pesa, kutafuta kipato kunaendana na matumizi. In fact, mikakati mingine ya kipato inahitaji matumizi. Kwa hiyo lazima kuwe na uwiano. Unatafuta kiasi gani? Dream yako ya kutengeneza kipato ikoje? Mikakati yako ikoje? Lakini na matumizi lazima ya balance. Maanake mwisho wa siku nataka uwe na balance. Sasa ile balance tulioizungumza kwenye vipindi vya nyuma, hasa hapa ndio mahali pake. Leo tunakwenda kujifunza somo la uwekaji wa akiba na uwekezaji. Kwa sababu gani? Kama hujapata kutengeneza kipato cha kutosha, kama hukumanage matumizi yako vizuri, hapo ndio inafikaga mahali ukisikia kuna masuala ya uwekezaji unapotezea. Una scroll, unasema hatuhusu, hawa nao wanatupigia kelele. Lakini kama ulinisikiliza vizuri kwenye akiba, kwenye mpango pesa wa kutafuta kipato, ukaweka mikakati sawasawa ya kutafuta kipato, ukatoka pale ukawa mzuri katika management ya matumizi yako, certainly una balance. Utakumbuka tulitoa hata percentages kwamba katika kipato unachokipata usitumie zaidi ya 50% katika matumizi yako ya lazima, basic needs. Tukasema usisahau kutoa zaka na sadaka kwa imani yako, maana imani zote karibu zinasisitiza. Lakini tukasema pia set matumizi yale ambayo sio basic, matumizi ambayo ni ya muhimu lakini sio ya lazima, yale matumizi ambayo usipoyatumia hutakufa, yale usizidishe 20% ya mapato yako. Utajikuta hapo umebakiza, sitaki kutumia umebakiza, utajikuta una 20% ambayo kwa kuanzia idedicate katika uwekezaji na kuweka akiba. Kwa hiyo leo tutakwenda kuangalia akiba akiba manake nini, uwekezaji manake nini, na kama tulivyosema inamhusu kila mtu. Nimeshatumia vizuri matumizi yangu, nimeset aside 20%, nimeallocate 20% kwa ajili ya akiba na uwekezaji. Nafanyaje sasa? Ndio somo letu la leo. Usitoke, kaa, endelea kusikiliza, kwa sababu huenda leo ndio itakuwa mwanzo wa mabadiliko makubwa sana
ya uchumi wako. Asante sana. Watu wengi wanachanganya akiba na uwekezaji. Kwa lugha rahisi kabisa, naomba tuweze kutuelezea japo hata kwa lugha ya kiuzoefu na kiubobezi zaidi, tuelezee utofauti kati ya akiba na uwekezaji, ila kila mmoja wetu leo hii tunaokusikiliza tuweze tukafahamu kwamba tunapaswa kuwekeza kwa namna hii au maana yake ni hii, au tunapaswa kuweka akiba kwa namna hii au kwa maana hii. Asante sana kwa swali zuri. In principle hakuna tofauti kubwa sana ya akiba na uwekezaji, kwa sababu hivi vitu vinaweza kutumika interchangeably. Lakini labda kwa very brief, yani kwa lugha rahisi sana, inategemea na tenure, yani ule muda. Mara nyingi akiba ni short term, inaweza kuwa ni short term, na pia yani kwa malengo ya muda mfupi. Akiba inaweza kuwa kwa unaiweka hela yako kwa malengo ya muda mfupi. Kwa sababu gani? Akiba unaweza kuichukua muda wowote, yani kuna flexibility sana katika kuchukua kwenye kuweka akiba. Hapa tunazungumzia labda unaweka benki, una akaunti ya benki ya akiba. Kwa hiyo ukihitaji hela yako unakwenda unaichukua. Lakini tunapokwenda kuuwekezaji, kunakuwa na contract fulani ambazo zinakulimit uchukuaji. Yani ile flexibility ya kuichukua hela yako inapungua. Na hiyo sasa inakusaidia sasa kuangalia kwa muda mrefu. Kwa hiyo kwa ufupi sana nijaribu kutofautisha kwa njia hiyo. Lakini niseme hivi, akiba, uwekaji wa akiba na uwekezaji vinahusiana. Kwa misingi gani? Akiba, ukianza kutengeneza tabia ya akiba, kwa sababu hivi vyote vinaendana na tabia. Ukishaanza kutenga pesa yako unaiweka akiba, mahali ambapo unaweza ukachukua, lakini ukaanza kutengeneza tabia za kutokuchukua, unaanza kuzihamisha zile pesa kuziweka kwenye mazingira mengine ambayo hutaweza kuchukua kirahisi. Kwa hiyo vinategemeana. Mtu ambaye hajaweka kabisa akiba, sometimes ni vigumu sana kuingia kwenye mazingira ya uwekezaji ambao atakuwa na mtazamo wa muda mrefu, atakuwa na ile tabia ya kuiacha pesa kwa muda mrefu bila kuichukua na kuitumia. Labda nifanye kwa mifano ndio itakuwa rahisi kuelewa. Akiba, tunaweza kuweka akiba zaidi kwenye mifumo ya kibenki. Na ukumbuke, kwa sababu unaweza kuchukua hata riba yake inakuwa ndogo. Kwa sababu ukumbuke kwamba banks tunazitaga intermediaries, ambazo zinawakutanisha wale ambao wana hela, wana excess, wana hela ya ziada, na wale ambao wanahitaji hela hii kwa malengo ya muda mrefu ya uwekezaji. Kwa hiyo wanakutana hapa benki. Umeona? Sasa unavyokuwa umeweka hela kwenye mfumo wa akiba, tuseme labda ni deposit account, na ambayo unaweza ukaichukua muda wowote. Kwa hiyo ina maana hata hii benki pia haiwezi kukupa riba kubwa sana, kwa sababu hiyo hela yako hawezi kuiwekeza, kwa sababu ukishaingia kwenye contract ya muda mrefu. Kwa sababu hata nikisema banks, hata banks kuna uwekezaji wa muda mrefu, kwa sababu nafikiri mmesikia kuna hati fungano za benki. Kuna vitu kama hizi, kwa mfano deposit za muda fulani. Pale unavyoanza kuingia kwenye contract ya muda mrefu kidogo, unaiwezesha na ile institution ichukue ile hela iwekeze mahali ambapo watapata riba kubwa, na sehemu ya riba ile watakupatia. Kwa hiyo sasa niseme akiba zaidi tunaangalia hapa kwenye commercial bank, na kuna fixed term deposits. Hizo sasa zinaanza kukaa kiuwekezaji. Mnavyokuwa sasa na mkataba na benki, labda hii hela nitaiacha kwa mwaka mzima. Kwa hiyo unakuta na riba yake inakuwa inakuwa kubwa. Lakini tunavyokwenda kwenye uwekezaji, uwekezaji na wenyewe uko aina nyingi. Kuna uwekezaji katika mifumo ya pesa,
money instrument investments ambazo naona ndio ziko very popular siku hizi. Hapa tunazungumza, unaweza ukanunua bond. Bondi ni hati fungani ambayo unaiweka na serikali kwamba, na mara nyingi ziko za muda mfupi, kuna zile zinaitwaga bills, lakini bonds ni zile ambazo sasa zinaanza za kuwa za miaka 2 na kuendelea. Kwa hiyo jinsi unavyoweka kwa muda mrefu ili na ile pesa kama ni serikali inayoitumia katika, kwa sababu ukinunua hati fungani ya serikali ina maana umeikopesha benki, umeikopesha serikali. Serikali ile hela inapeleka kwenye uwekezaji mbalimbali. Tunajua miundombinu ya serikali na mambo kama yale. Kwa hiyo unavyoiweka kwa muda mrefu, kwa sababu ziko bondi za miaka 10, 15, 25, kwamba unaiambia serikali bwana, na milioni zangu hizi hapa 2 au 10, kaa nayo kwa miaka 10. Ina maana sasa wana uwezo wa kuitumia kwa mambo mengi ya muda mrefu. Sasa utakavyoiweka kwa muda mrefu ndio watakavyokupa na riba kubwa. Hapa tunataka tu kukuambia kwamba ukiwekeza unapata faida. Na uwekezaji una faida kubwa. Hapo nimetaja uwekezaji mmoja tu wa hizo money instruments ambazo unaweza ukaweka kwenye hizo government bonds, lakini unaweza kununua hisa za makampuni. Dar es Salaam Stock Exchange kuna makampuni kadhaa, kuna TBL, kuna Twiga Cement, yako mengi. Kwa hiyo unavyonunua hisa, wewe kama mwekezaji basically wewe ni shareholder wa ile kampuni. Kwa hiyo umechukua hela yako, umewakabidhi wao, wanaenda wanafanya biashara, kipato watakachokipata watakugawia sehemu. Uwekezaji huu ni salama. Unaweza kusema bonds ndio salama sana, maana hapo una mkataba na serikali. Lakini unavyoweka kwenye hisa za makampuni, ukumbuke wewe sasa ni shareholder wa biashara ile. Sasa si mnajua jamani, biashara si kuna kupata faida na hasara. Kwa hiyo inaweza ikacheza kidogo, lakini labda good news ni kwamba kuna usimamizi mzuri sana. Kabla kampuni haijaingia kwenye soko la hisa, kuna mchakato, kwa sababu kuna wasimamizi wa soko hili ambao wanafanya utaalamu kwa niaba yako, wanaiangalia. Lakini labda hapa angalizo, mara nyingi sisi tunaofundishaga waga tunaelezaga tu faida, lakini pia hatuzungumzi kwenye hisa pia kunaweza kukawa na hasara. Kama kampuni isipokwenda vizuri. Angalizo hapa ni kwamba kuwa makini katika kuchagua aina ya kampuni unayowekeza. Na kama huna uwezo wa kuwa kwa makini, maana kuwa makini nao ni taalamu, tafuta wataalamu wakupe ushauri ili ufanye maamuzi yaliyo sahihi. Nafikiri kwa kifupi nimeeleza kwamba kuna uwekezaji katika masoko ya pesa, lakini pia unavyofungua biashara kule ni uwekezaji, kwa sababu ni hela yako unaichukua, unaiwekeza kwenye ile biashara yako. Umewekeza kwa misingi kwamba nikiweka 10,000 hapa, future naiona inipe zaidi ya 10,000. Kuna wakati fulani tulizungumza hapa na ukaniuliza, kuna watu wanakuwa wanafanya biashara kama utambulisho kwamba hii ni biashara yangu bila kujali biashara inanipa nini. Haya ndio mambo ya kuangalia kwamba unavyowekeza kwenye biashara, nia yako ni kupata faida. Kwa ina maana unajipanga vizuri, unaangalia vitu muhimu vinavyohitajika. Na huko nyuma nishafundisha somo la biashara. Na baadaye kwa sababu ya umuhimu wa biashara tutakuja kuendelea tena na masomo ya biashara. Lakini uwekezaji mwingine unaweza kuwekeza kwenye real estate. Kwa sababu zana nzima ya uwekezaji tofauti na biashara ni kwamba pesa yako inafanya kazi kwa niaba yako. Na pale ndio tunavyokuja kwamba kwa nini utaona haya masomo yanavyohusiana. Kwa nini mtu awe makini katika matumizi? Kwa nini airishe kujirusha mwanzoni wa maisha yake wakati yuko na nguvu na nini, ili aweze kuwekeza, kwa sababu huko mbele nguvu zinaisha. Sasa nguvu zisipoisha, unaanza kula matunda ya uwekezaji wako. Ukiwa mwekezaji umenunua labda hati fungani za serikali,
Huhitaji kuwa unaenda kufanya kazi. Unaenda kufanya kazi gani sasa? Labda ni kusoma magazeti na kupitia kwenye mtandao kwamba uwekezaji wangu unaendeleaje. Ndio kazi yako. Kusikiliza vipindi kama hivi ili kila siku uwe fit katika kichwa. Uangalie fursa ziko wapi kwa uwekeze zaidi. Kwa hiyo maisha yanakwenda vizuri. Na ndio maana ya mpango pesa. Haya mambo haya happen tu umeamka pupupu ushawekeza ushakuwa na nini? No. Lazima upitie kwenye basics ambazo tumezianza leo. Mpango pesa. Na tukiwa mwanzo wa mwaka tunaangalia namna ya kwenda hatua kwa hatua. Mimi nikushukuru sana kusema kweli. Sisi wasikilizaji wako leo hii tunaosikiliza popote tulipo, naweza nikasema tuna bahati kubwa sana kupata madini leo hii tunayoyapata. Ni namna gani au naanzaje kuweka mpango wa akiba? Ni swali zuri. Ni swali la msingi. Ni rahisi sana kuanza kuweka akiba. Kitu kikubwa labda ugumu sana ni determination. Ni maamuzi. Ni namna ya kuahirisha matumizi ya leo kwa ajili ya kesho yako nzuri. Hapo ndio kwenye ukubwa, kwenye ugumu. Lakini ukizingatia hapo nyuma nilisema kwamba inashauriwa na wataalam mapato yako uyagawanye kwa kuanzia angalau 20% ya mapato yako yaweke katika uwekezaji. Katika akiba na baadaye uwekezaji. Kwa misingi kwamba unaanza na akiba kwa sababu akiba kuna jinsi ambayo kuna flexibility zaidi ya kuichukua. Na pia akiba mimi naichukuliaga kama ni sehemu ya kukusanya. Kwa sababu ukiangalia hata hizi hatifungani za serikali huwa kuna minimum amount. Kwa hiyo unakusanya. Unaweza ukawa na akaunti yako unakusanyia kwenye labda kwenye commercial bank au nini. Lakini sasa hivi mambo yamekuwa marahisi sana. Kuna hizi collection funds. Kuna hizi collection schemes. Nafikiri kwa mfano UTT iko very popular. Kuna Inuka Fund inakuja kwa kasi sana. Nitakushangaa sana kijana kama huijua Inuka Fund. Nitakushangaa. Umenielewa? Kwa sababu yani hapa mimi simfagilii mtu. Mimi ni mteja wa hizo zote hizo. Lakini uzuri hizi taarifa, faida iko kiasi gani? Inuka, faida iko kiasi gani? UTT ni public information. Na utakumbuka huko nyuma nilizungumzia sana kwamba moja ya kitu mtu anachoweza kufanya katika mpango kipato ni kujinoa, kuinvest on himself in terms of education, in terms of information. Ili huwa tunaliacha poa. Yani saa nyingine inasikitisha. Unakutana na kijana makaratasi mengi, degree nyingi. Muulize basic information hazijui. Ndugu zangu, ulimwengu unakwenda kasi, unakwenda mbio. Wekeza kwenye taarifa, wekeza kwenye information. Kwa hiyo leo hapa mimi nikikwambia funds, kuna I Trust Fund. Mimi hapa naikimbilia miaka mingi tu sana, lakini habari za uwekezaji nazijua kupita maelekezo. Why? Nasoma. Nasoma. Kwa hiyo muda wako wewe unaotumia kusoma unasomaga nini? Kwa hiyo swali lako umeniuliza kwamba unaanzaje? Kwa hiyo uzuri hii mifuko ya uwekezaji, hizi collection funds ambazo mimi naziona kama ziko katikati, yani ni akiba lakini wakati huo ni uwekezaji. Kwa sababu gani? Utakuta hizi funds unahitaji kutoa taarifa ya siku 3 tu kuchukua pesa yako. Kwa misingi hiyo ukiwekeza nao, yani hapo umeshaweka ni fungu lako la tahadhari. Ukipata dharura 3 days pesa yako iko mkononi, unakwenda unasolve matatizo yako. Na bado akiba zao faida zao ni nzuri. Kwa hiyo sasa unafanyaje? Yani siku hizi taarifa zote ni kiganjani. In fact hapa tulipo unaweza ukawekeza. Hapa tulipo ukiwa umekaa hapa unafungua akaunti yako unawekeza. Na sasa
ili kufanya iwe rahisi sana kujiwekea discipline, particularly kwa wale watu wenye vipato vilivyo na kawaida. No. Yani wale wenye regular income, yes. Watu kama waajiriwa, wafanyakazi, wao ni rahisi sana. Unaweza ukaweka standing order na benki wako kwamba kila tarehe fulani nikipata mshahara, kata shilingi fulani nipelekee kwenye mfuko wangu. Inawezekana. Umeona? Kwa hiyo na sisi ambao ni wajasiriamali, mimi ni mjasiriamali, na yani kwa wajasiriamali wenzangu, ndugu zangu, sisi ndio tuna changamoto zaidi. Sisi yani mtaji wa mjasiriamali ni mguu wake, ni afya yake, ni kuamka kwake. Ukiumwa leo na kipato nacho kinaumwa. Kwa hiyo manake nini? Sisi ndio tunatakiwa kuwekeza sana, tunatakiwa kuweka akiba sana. Na kwa kuwa hatuna vipato ambavyo ni regular, yani sio vya kila siku, ni vigumu sometimes kuweka nini standing order, kwa sababu hata benki wako atakwambia sasa wewe wiki iliyopita ulipata 200,000, wiki hii hujapata kabisa. Sasa hii standing order tunaiwekaje? Kwa misingi hiyo sisi tunatakiwa tuwe na nidhamu. Kila ukipata kipato chako, simu yako iko wapi? Kata asilimia zako. Si umesema asilimia 20 bwana? Weka. Umepata shilingi 200,000, asilimia 20 zako ziko ngapi? Kata, peleka. Umepata 300,000, kata, peleka. Mambo yatakuwa safi. Unaweza kuwekeza kila siku. Asante sana. Asante kwa maelezo mazuri kabisa kuhusu akiba na uwekezaji. Kwa maana nimeweza kupata mambo mengi tofauti, sio tu ni namna gani nitaweza kutengeneza huo mpango, lakini pia umejaribu kunielezea vizuri ni njia zipi au ni mifumo ipi umeweza kuigusia. Kuna benki umeongelea, kuna UTT na kadhalika. Yote hiyo ni mifumo ya akiba na uwekezaji uliojaribu kutuelezea. Sasa nikienda kwenye sekta hususan ya uwekezaji, ni namna gani au ni kitu gani napaswa kufanya ili nifikie ile hali ya uwekezaji? Nahitaji kuwa na nini au nifanye nini ili nifike hicho kiwango? Safi sana. Kwanza unatakiwa kuwa ambitious kama ulivyo, yani naona you already ambitious, which is a good thing. Uwekezaji kama nilivyoeleza ni kwamba ni ile hali ambayo kwa kiasi kikubwa pesa inafanya kazi kwa niaba yako. Afu wewe unapata faida. Sasa swali linakuja au jibu linalokuja kwamba ufanye nini? Kwanza ni lazima uanze kutengeneza pesa. Unahitaji uwe na financial plan. Na ndio hii ambayo tumeianza katika season hii. Kwa sababu ili uweze kuwa na pesa za kutosha kuwa mwekezaji. Yani zile nikisema kuwa mwekezaji nisimaanishe kwamba unahitaji kuwa nyingi ndio uanze. Lakini maana kutokana na swali lako ni kwamba unataka ufike mahali pale ambapo umerelax. Uwekezaji unakupa income ya kutosha ya kutumia, si ndio? Issue ni kwamba unatakiwa uwekeze kiasi cha kutosha. Na utawekezaji kiasi cha kutosha, inatakiwa uanze mapema, si ndio? Sahihi. Na uende ufuate huu mpango. Basically mimi sasa ndio nakupeleka kuwa mwekezaji. Kwanza anza kuwa na financial plan. Angalia kipato chako kikoje. Je, umeexhaust njia zote ambazo zinaweza wewe kukupa kipato katika njia halali? Na bado ukawa bado una afya ya akili. Kwa sababu hapa hatuzungumzii mtu ambaye anafanya kazi 15 yuko anashika hivi, mara mafaili yameanguka, mara hivi. No. Halali. No. In fact utapishana nazo tuzoea. Yani tunazungumza mpango mkakati. Kujipanga, kujifanyia tathmini. Mimi ni nani? Nina kipi? Kwa sasa hivi naingiza hiki. Hivi kwa mimi nilivyo, nifanyeje? Nijipange vipi? Niongeze. Inawezekana. Inawezekana kabisa. Usiridhika na pale ulipo, lakini be careful. Usikurupuke.
jenga hatua moja baada ya nyingine. Hapo ni kwenye kipato, lakini usiishie hapo. Ukishaweza kutengeneza kipato kizuri au while unatengeneza, maana nikisema kutengeneza kipato kizuri ndio uanze kuangalia matumizi, utakuwa tayari umechelewa. Yani unavyotengeneza kipato kinatakiwa concurrently uwe careful na expenditure zako, kwa sababu kipato kinaingia, matumizi yanatoa. Usipokuwa careful na matumizi utabaki na nil. In fact utakuwa na bahati ukiwa na nil. Wengi wanaishia na madeni. Na hapo sasa ndio financial crisis zinavyoanza na afya za akili zinavyoharibika. Kipato chako ni milioni 3, matumizi yako ni milioni 5. Kila mwezi unatengeneza deficit, unatengeneza yani deficit, sijui kwa Kiswahili nini, yani unatengeneza deni la milioni 2. Sasa wengi wajanja wanajifanya wao wajanja, anakopa hapa, analipa hapa, anakopa hapa, unatafuta stress. Kwa hiyo ukiona huwezi kuongeza kipato kwa ile level, basi punguza matumizi. Always matumizi kipato chako kiwe dira ya matumizi yako, na uhakikishe una balance. Nimetoa mwelekeo kwamba asilimia zile unakata vipi, angalau kuna asilimia 20. In fact wataalamu wanashauri 20 mpaka 30, lakini anza mdogo mdogo, anza na 20. Hii 20 itenge kwa ajili ya akiba na uwekezaji. Kwa hiyo utakavyokuwa umetenga, unavyoanza hii kipato utakachokipata kitakuwa ni kidogo, lakini mifumo mingi ya uwekezaji inatoa compound interest. Maana yake nini? Ukiwa na 100, faida inayopatikana kwenye hii 100 ndio inakuwa base ya faida ijayo. Kwa hiyo nilijaribu nilifanya calculation, labda kwa watazamaji wangu tutaona namna ya kuionyesha, lakini endapo mtu atakuwa ana save shilingi 100,000 kila mwezi kwa miaka 10, akiwa anapata kwenye huo uwekezaji wake kama asilimia kama 15, ukweli wa mambo ndani ya miaka 10 anaweza kujikuta ana kipato kikubwa sana. Ilikuwa ina range karibu milioni 15. Nafikiri nitaitengeneza vizuri kwa wasikilizaji wangu, tunavyotoa hii tutaionyesha. Kwa hiyo maana yake ni nini? Kwa sababu una kipato unaweka consistently, na ile faida yako inajumuishwa kule. Kwa hiyo unakosema kwamba nifanye nini, pa kuanzia, anzia leo. Kwa sababu ukianza hiyo, fakti niliona kama huyu mtu ataweza kutengeneza kama milioni 15 katika kipindi kama cha miaka 10. Sasa ukitengeneza hii milioni 15, kwanza yenyewe inazaa zaidi, lakini unaweza hata kwenda kwenye portfolio zingine ambazo ni kubwa zaidi. Kuna wakati uliniuliza kwamba ninatakiwa niwe na vyanzo vingapi vya mapato. Ukiwa unavyopata faida kwenye uwekezaji wako, unajua zile faida zinakwambia nini cha kufanya. Ukitengeneza milioni 50 hapa, ukasikia kuna mahali unaweza kutengeneza BNB. Uhitaji kujenga nyumba, ni BNB, unaweza tu ni mkakati, sio? Wewe ile milioni 50 unaiwekeza, unaipeleka, unaongeza kipato. Kwa hiyo kwa kifupi, anza leo, kuwa na ndoto, tafuta taarifa sahihi, kuwa permanent student, kujifunza, for sure utafika kwenye hiyo dream ya kuwa mwekezaji. Nihitimishe kipindi hiki kwa kusema hivi, haijalishi una shilingi ngapi. Nataka nihitimishe kwa mfano wa rafiki yangu mmoja ambaye mtu mzima fulani hivi, kuona kwamba haya mambo sio ya vijana, sio ya wasomi. Mama huyu ana elimu ya kati, labda elimu ndogo, form 4 hivi, si ni elimu ndogo, lakini form 4 ya zamani ilikuwa imechangamka. Lakini ni mfuatiliaji sana wa mambo, na amekuwa ni mteja wangu mzuri sana. Kila zikitokea shares ananiuliza, bwana, mambo hivi vipi hapa, mambo hivi, hii imekaje. Sasa kuna wakati alinunua shares ya kampuni fulani, kama miaka 5 imepita, kampuni hiyo ikawa inasuasua, hakupata faida hata shilingi. In fact ile hela aliyonunulia ikateremka.
Akawa sasa ananilazimisha, mama Mizi, mimi nataka kuuza. Nikamwambia please, nataka kuuza kwa hasara kwa sababu wamenizengua miaka 4 sijapata faida yoyote lelele. Nikamwambia mimi nakushauri usiuze. So mimi nikiangalia hii kampuni sioni kama ni kampuni ambayo itaendelea kupata hasara. Hii ndani yake kuna kitu kinaitaga intrinsic value ya kampuni. Iko vizuri. Hapa utakuja kumeki. Basi tukabishana, mara anaenda kutafuta consultant mwingine, mara hivi. Mimi nikamwambia anyway, ni hela yako, ukitaka kuuza uza. Lakini sijui kwa nini ananiamini. Kwa hiyo naambia, mama Mizi, nimeshachukua fomu za kuuza. Naambia siuzi. Kwa ushauri wangu siuzi. Sasa hivi tunavyoongea ile kampuni imeturn around. Ametengeneza pesa. Kicheko mpaka mpaka jino la mwisho. Na mpaka hivi in fact na deny anataka kunipa lunch. Ananiambia mama Mizi, yani niko vizuri. Akaniambia sasa niuze, nikamwambia no. Ukiuza sasa hivi unatengeneza faida. Lakini unakimbilia wapi? Kama unataka hiyo hela leo uza. Lakini kama uitaki poa. Kampuni ndio imeanza kuchanganya. Kwa hiyo niwaambie wasikilizaji wangu, unavyoingia kwenye uwekezaji particularly kwenye hisa za kampuni, uwe na mtazamo wa muda mrefu. Usiingie na kutoka. Hebu kuwa mvumilivu kidogo. Lakini pia angalia vitu vya ndani, basic. Kampuni hii ni ikoje? Ukiwa huwezi hayo yote, tumia wataalamu. Tupo hapa, tutakushauri. Faida itakuwa ya kwako, kinipa commission tu kidogo. Lakini wewe utakapokuwa milionea, mimi nitakuwa nipo tu nafurahi pamoja na wewe. Asanteni sana. Endeleeni kusikiliza vipindi vyetu vya Karakana Mkwanja. Utajiri unawezekana, na tunaanzia kwa kupata information katika Karakana Mkwanja. Asante sana.